Kitabu cha Yeremia ujumbe wake ni mzito na ni mgumu kwa wengi. Yeremia hakuhubiri mafanikio, bali alitoa honyo la hukumu kutoka kwa Mungu kwa taifa lililohasi. Alihubiri juu ya uharibifu wa Yerusalemu, utumwa wa Babeli na toba ya kweli. Kwa sababu hiyo watu wengi wanakwepa kusoma, kwa sababu hakina maneno mepesi ya mafanikio au ya faraja, bali kinasema ukweli mgumu wa roho na uasi. Yeremia mwenyewe hakuwa maarufu. Alifungwa gerezani Yeremia 37 mpaka 15. Alipigwa mawe, maneno yake yalichomwa moto na mfalme Yeremia 36 mpaka 23. Kwa hiyo hata leo ujumbe wake unakosa umaarufu kwa sababu ni sauti ya maumivu na onyo, si sifa na starehe. Mada zake ni nzito kiroho. Kitabu hiki kina mambo mengi ya ndani ya roho. Mfano, machozi ya nabii Yeremia 9 mpaka 1, maombi ya watu waliokosa matumaini, na unabii wa siku zijazo kuhusu Agano Jipya Yeremia 31:31. Hivyo wasomaji wengi hawavipati kirahisi kama vitabu vya Zaburi na Methali ambavyo ni vya faraja ya moja kwa moja, akijapewa umaarufu wa kimaandishi au kisanaa. Kwa mfano, vitabu kama Isaya vina mistari mingi inayotumika kanisani kwa sababu mtoto alizaliwa kwetu, lakini Yeremia ni wa mzigo wa kiroho. Hata hivyo, kwa wale wanaochimba, ni kitabu kilichojaa siri za Mungu, uzito wa toba na mpango wa wokovu. Lakini kiuhalisia ni kitabu cha tumaini la mwisho. Yeremia ndiye wa kwanza kutangaza kuwa Mungu atafanya agano jipya moyoni mwa mwanadamu, jambo ambalo baadaye Yesu alilitimiza. Yeremia 31 mpaka 33. Kwa hiyo ingawa hakijulikani sana, lakini ndicho kinachobeba daraja kati ya agano la kale na jipya. Takielezea kwa uchache. Sauti yake haijulikani kwa wengi kwa sababu haizungumzii mafanikio, bali kuanguka kwa roho ya wanadamu. Wakati wengine wanahubiri amani, Yeremia alilia kwa machozi akisema, amani hapana, bali upanga. Yeremia 6 mpaka 14. Yeremia nabii aliyechaguliwa kinyume na tamaa. Alipoitwa Yeremia hakuwa tayari. Mungu alimwambia, kabla sijakuumba tumboni nilikujua. Yeremia 1 mpaka 5. Lakini wito huu haukuwa wa heshima bali mateso. Aliitwa kwa sauti ya Mungu katika taifa lililochoka na lililojaa uongo wa manabii wa kutuliza dhamiri. Wakati wengine walihubiri baraka, Yeremia alihubiri toba. Wakati wengine walijenga hekalu, Yeremia alibomoa udanganyifu wa kidini. Wakati Yerusalemu ilipokuwa ikielekea kwenye angamizo, Yeremia alilia akisema, laiti kichwa changu kingekuwa chemichemi ya machozi. Yeremia 9 mpaka 1. Alikuwa nabii wa maumivu, si kwa sababu Mungu alimchukia, bali kwa sababu aliona hukumu ikija huku watu wakiwa vipofu. Huu ndio uzito wa kiroho, kuona maangamizo yanakuja wakati watu wanacheka. Ujumbe wa Yeremia kwa kizazi cha sasa: toba ya kweli si maneno ya mdomo, bali kwa neno la Mungu. Kudumu kwa neno la Mungu si ibada ya mazoea. Uhusiano wa ndani si mfumo wa kidini. Leo pia sauti hiyo inarudi duniani ikisema, amani, lakini mioyo inavuja damu. Tuna hekalu, tuna kanisa, tuna vyombo vya ibada, lakini tunapoteza mahusiano na Mungu. Hivyo sauti ya Yeremia bado inalia, rudi Israeli asiye mwaminifu. Yeremia 3 mpaka 12. Yeremia akulia bure. Ndani ya machozi yake kulikuwa na unabii wa agano jipya. Nitayaandika sheria zangu ndani mwao, na mioyoni mwao nitaziandika. Yeremia 31 mpaka 33. Yeremia aliona mbali wakati ambapo Mungu hatakaa tena ndani ya hekalu ya mawe, bali ndani ya mioyo ya watu wake. Huo ndio ujumbe wa Yeremia, kubadilika kutoka dini ya nje kwenda maisha ya roho ya ndani. Kwa nini kitabu hiki cha Yeremia hakijulikani? Kwa sababu hakipendezi masikio ya ulimwengu. Akizungumzii mafanikio bali utakatifu, akielezi njia rahisi bali njia nyembamba. Hata hivyo, kwa wale wanaotaka kumjua Mungu wa kweli, Yeremia ni mlango wa machozi unaongoza kwenye nuru. Yeremia alilia kwa taifa lililokataa Mungu. Yesu alilia kwa Yerusalemu. Luka 19 mpaka 41. Kwa namna fulani, machozi ya Yeremia yalikuwa kivuli cha machozi ya Kristo. Machozi ya wokovu, si machozi ya kukata tamaa. Hivyo usiogope kusoma kitabu hiki. Ni sauti ya Mungu ikilia kupitia vizazi. Rudi kwangu, maana mimi ni mwenye rehema. Yeremia 3 mpaka 12.
Mpaka wakati mwingine, jina langu naitwa Beni Maarifa.